Zingatiwa na Dexter Insurance. Yeza alafu ilo na mzuka soka bati ilo na vujaduka welala tajuta jump ruka niko sawa siko kinyonge money ndo power mwaga hizo pombe una mind unaona donge chill yourself meza vidonge uko sawa au ndo ili mradi au ndo chasa pucha baby daddy Babi. Yeza Life of Babi. Mia Let's get bored. Fine ass baby Babi. Kati ya kuzaa kwa uchungu na kutafuta kwa jasho, adhabu kubwa ilikuwa ni ipi? Kuzaa kwa uchungu, kwa sababu kutafuta unaweza ukatafuta ukapata, lakini uchungu wa kuzaa jamani hauelezeki. Ndio maana unaambiwa mama mwacheni aitwe mama. Sijui wewe ushakusikia sijui jasho sijui limefanyaje liteni jasho. Ule utasikia mama mwacheni muite mama. Jamani uchungu sio wadogo. Lazima upagawe. Unaweza ukaona kifo hiki hapa. Pesa inatafutwa. Control Z tukandu. Ingekuwaje wanaume tungetafuta kwa uchungu na nyinyi mngezaa kwa jasho? That's crazy. Haiwezekani, ndio maana tukaambiwa utazaa kwa uchungu utatafuta kwa jasho. Haiwezekani ukazaa kwa jasho ukatafuta kwa uchungu. It doesn't make sense. Ila kama ingekuwa vice versa ingekuwa it's crazy. Nyoa wanaume mnaweza kuvumilia, nyoa wanaume mna uvumilivu. Ndio maana hata ukioa unachiti nje kwa sababu wewe sio mvumilivu. Ila uchungu uko pale pale kwenye kuzaa na kutafuta pesa. Utafuta pesa nayo. Natafuta kwa uchungu sana. Ndio maana mtu anapokuwa tajiri na pesa zake inakuwa ni ngumu sana kumuelewa mtu mwingine kwa sababu yeye kashapitia ule uchungu na hataki kusikia aletewe tena story sijui mimi napitia uchungu nisaidie, kwa sababu anajua yeye mwenyewe. Kwa hiyo it is what it is. Tuendelea kuzaa kwa uchungu, tuendelea kutafuta pesa kwa jasho. Assume Big Chawa ni Adam and this is Eden. Wewe ni my Eva. What if Adamu angemshawishi nyoka the other way? Na make sense kweli? Yes, what if mimi Adamu ningemshawishi nyoka na nyoka angekushawishi wewe? The rest of history ya dunia ingekuwaje? Wow, ingekuwa it's crazy kwa sababu mwanaume ana ushawishi. Na lakini nimeshangaa kwanza kwa nini akumshawishi Hawa kwenda kula lile tunda na nyoka akaja akamshawishi. Ile inawezekana nyoka wanaume mmezidi. Nyoka nyie ana nguvu hadi nyika wazidi. Ina maana Adamu ameshindwa kumshawishi Hawa kula tunda. So historia ya dunia ingeendelea Babi? Sidhani kama nadhani ingekuwa tofauti pia ilivyokuwa sasa hivi, lakini nadhani ilibidi iwe hivyo ili ndio dunia iendelee mpaka leo tulipofika hapa. Kwa hiyo ila wanaume jitahidini kusikiza wanaume hata mshawishi wala nini Babi. Yeah. Logistical. Takwimu za kutongozwa kila siku zinaongezeka au zimepungua as gay age goes on? Zinaongezeka kila siku. Yaani kama mimi natongozwa mpaka na watu ambao nawaheshimu. Yaani mtu anakuta kabisa unamheshimu, anaamua kujivunjia heshima mwenyewe kwa maneno mawili tu. Inasikitisha sana. Kwa hiyo acheni kwanza, mimi sitaki kutongozwa. Mimi sitaki kabisa mambo ya mapenzi, sitaki mambo ya mahusiano, sitaki mambo ya chochote. Nataka kufanya muziki. I want to, to go far. I want my music to bring more money to my life. Kwa hiyo sidhani kama mahusiano yanaweza kanisaidia kufanikisha hilo. Sawa. Babi, kuna uhusiano gani kuwa na tako kubwa alafu sio smart kichwani na kuwa flat huna shape then smart kichwani? Utofauti mkubwa upo kwa sababu mimi nadhani wanawake wengi sana kwanza warembo na wenye maipsi matako nadhani wanatumiaga kama advantage hivyo vitu vyao, lakini watu ambao wabaya weusi hivyo usimangala unajua wanakuwa na akili wale, ndio maana wewe angalia katika asilimia kubwa watu ambao wameolewa au watu ambao wamewekwa ndani au wamepewa maisha ni watu wa kawaida sana kuliko wale mademu ambao wana matako. Watanzania tena hasa kwa Watanzania tunaonaga matako ndo kila kitu, kwamba matako utapata pesa, matako utafanikisha jambo lako fulani, matako mwanaume atakupenda, which haiko hivyo. Mwanaume angalia tako, mwanaume angalia hips, mwanaume anaangalia hapa. Kama una tako kubwa alafu una hapo feel kama utaenda kokote utatumika, utaachwa. Utaweza kufika kokote. Kwa hiyo make sure kama unataka be smart, tumia akili yako.
Haimaanishi kwamba kwa kuwa wewe hujapata elimu ya kiwango cha juu basi usiweze kuwa smart. You can be smart hata kama una elimu ya kiwango cha juu. Mbona mimi sina elimu but I'm very very smart na focus kwenye career yangu. Sitaki ujinga. Kuna vitu nilipitia nikiwa huko mdogo vya kimeusho, nilivifanya vingi vya kiteenager, lakini nilipofika stage nikaona sasa natakiwa kuacha hivyo vitu kwa sababu kwanza haviendani na mimi, na pili kila siku vinazidi kunishusha, na tatu hazinifikishi kokote kwenye career yangu. Ndio maana nimekaamua kwenye umri wa 20 na miaka 21 mpaka kuendelea huko inabidi nifanye vitu vinavyo make sense ili kesho na kesho kutwa nitakapokuja kwa kizazi changu kione kwamba mama alikuwa mpambanaji, alikuwa anafanya kazi. Yeah. Life of Barbie. Watu wa kike losoma nao wengi, watu wa kike losoma nao kati ya wale smart ila hawana muonekano unao appeal kwamba wazuri na wale ambao wana shape au wana kalio kubwa, ni nani, kundi gani wamefanikiwa zaidi? Cha kwanza waliofanikiwa zaidi mimi ni mmoja wapo ambaye ndo nilikuwa kama mtu fulani hivi, sina lolote, sina chochote darasani. Wanangu kama mnaniona nilosoma na nyinyi, I hope you know the drill, kwa sababu mlikuwa mnanijua nilikuwa ni mtu aina gani, lakini akili ndio imenifanya mpaka leo nimefika hapa. Mindset imeweza kunifanya. Wanangu hapo wengi sijakutana nao kwenye ukubwani, kwa hiyo sijui maisha yao sana, lakini kwa kupitia hizi TikTok nini Facebook unawaona, naona tu wako vile vile most of them. So Barbie, meusho tu. Is it double trouble kwa dem kutokuwa na tako pia huna sio smart kichwani? Is it double trouble? Of course it is. Yaani lazima hiyo tatizo. Ndio maana nikasema make sure kama una tako basi be smart. Fanya namna utakavyoweza kufanya mambo yako ili vitu viende. Na ni mchongo mkubwa kiasi gani kuwa na tako pia ni smart kichwani na umesoma? Ni mnyama sana, ni mzuri. Kwa sababu unakuwa na full package. Yaani mwanaume yoyote ambaye anamuona mwanamke ni mzuri, smart, anatakwa, ana shape, ana rangi nzuri, skin yake iko clean, you know what bro, you are blessed. Yaani mpaka ukishakuwa hivyo Mwenyezi Mungu amekubariki, Mwenyezi Mungu akakupendelea. Kwa hiyo tumia hiyo nafasi yako vizuri. Usimfanye mtu mwingine ambaye sio mzuri au anatakwa au ana shape kama wewe basi ajione yeye she's nothing. We are all same people. Yaani sisi wote ni binadamu wa Mungu mmoja, tupo dunia moja. We have to support each other. Unapomwona mwenzako ana akili na ni mzuri, mshauri, mwelekeze, mwambie dogo, fanya hivi, hilo tako hilo litaisha. Tako anaisha, hamna haya, anaisha na muda wake. Barbie, kama mtoto wa kike in a cause of surviving, ni bora ukalelewa na baba mshua dingi au dad? Which is a way better? Mimi sijui kwa sababu sijalelewa na babangu. Na babangu aliniacha nikiwa na miezi 8, nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo sijui upendo wa baba sana kivyo, sijui jinsi wazazi wa kiume wanaleleaje. Nimeishi na baba yangu lakini mara moja sana, sio kwamba nilikuwa naye yani kwenye ukuaji wangu wote mpaka anakuwa. By the way, mimi nimejilea mwenyewe nikiwa na miaka 15 mpaka leo na miaka 24. Kwa hiyo fine, I don't know what to say about that. I got you, life of Barbie, I got it. So Barbie, ukicontrol said you can do turudi Eden, utaendelea kuwa Eva na mimi niwe Adam? Pa uzito hapo kwa sababu hivyo vichwa vya moto. Yaani Adam wa moto, Eva wa moto. Kwa hiyo I don't know what to say. Mimi namshukuru tu Mwenyezi Mungu niko hapa sasa hivi napumua, kazi zangu zinaenda na ni bless kila siku. That's what's up. Na kama itatokea nitazaliwa tena upya basi naomba Mwenyezi Mungu aniweke katika mazingira yaliyo bora zaidi ili nisije kuhaso kama nilivyokuwepo katika hii dunia sasa hivi. Okay. Na tunawakosea zaidi kuwaita madem au piskali. Vyote mimi sifagiliwa wala nini. Mimi ukinitata sijui dem. Mimi so dem. My name is Barbie. My name is Barbie Mia. Barbie boss little devil fine ass baby. Call me Barbie, don't call me dem. Au jina gani lingine umesema? Piskali. Yaani piskali imekaa kama madem fulani hivyo vitambaa cheupe. Sijui unaelewa yani. Okay. Let's get bored as we proceed to give you what you don't need. Big chow. So baby Barbie, sitaki kuamini kwamba umenichoresha kwa shosti zako, umeletea habari zako ambazo sijazipenda. Real like serious umetangazia na kibamia. Okay fine. Let's make it true story. Inaweza kaa sawa lakini umeshinda kunitext kunidie mimi bobo. Sijapenda kabisa. Too bad for the game.
Listen, unajichosha dele kutuma mavocha, kunielekeza kama kocha na kuona rofa, ahadi za kuunga gorofa, unataka nikupe makopa, unapiga sana simu unapokubroke, una change number, na nicho your dream, kwako sina simu jani bamba, na kaa kijanja safi na mkwanja, sunuliki wengi wanadanga, mimi nazichanga mziki. Ushakuja kudiscuss na Beam Dash, unajichosha hauna jambo like Bill Nass, unaleta maua na mapambo kama Christmas. Really? Down, be humble, una nafasi. Marafiki unawatuma, unatia uruma, unafukuzia chuma. Kubali kwamba sounds zimebuma, you should use me like what the hell to the chuma. Gri, binti yake Mzee Mpile na ni Bip. Naamua kumpigia bila aibu na jisif. Baby girl. Okay, nimekutoa Kimbiji. Nikusaidiaje Professor J shit? Umekuja mjini. Kweli tulimtafuta. That's my car. Bye bye.